So nafaa kuonja hii ndio. Kama niwekea sumu hapo. Mimi siku hizi sikuamini sana. Haya. Una nini? Sababu ukiniletea chakula hivi najua una jambo unataka kusema. Kasoro, kuna kitu ningependa kuongea na wewe. Ongea tu. Tayari ushaanza kuongea. Mbona sijui ningependa kuongea na mimi na tayari ushaanza kuongea inanisaidia nini? Karo. Unajua Karo? Achieng. Ongea. Masuala ya kuniuliza sijui Karo. Kama namjua ama simjui inanisaidia nini? Ongea. Ulikuwa unataka kusema nini? Kwa sababu niko busy. Mimi ni mtu busy, niko na vitu vyangu vya kufanya hapa. Ni sawa. Karo na bwanake wanafanya harusi in 2 months time. To invite. Sasa kama ametuinvite, kama anafanya harusi ni sawa. Kwa masuala ya kutuinvite sijui nini, basi hapo itabidi umeenda peke yako, kwa sababu mwenyewe sidhani kama sababu kama Karo anaolewa, nani anafaidi? Si bwanake anafaidi. Inasaidia nini mimi? Lakini usimejua itaona nzuri kama tutaenda pamoja. Kama Karo anaolewa, bwanake ndiye anafaidi, sio mimi. Kwa hiyo kama nyinyi mmeinviteana, mmekutana kwenye vikao vya wanawake, maambiana. Kwa mfano kama anataka kutuinvite, kama alikuwa kweli ananitaka mimi kwenye harusi, angenitumia mimi invite card, sio kutumia wewe. Anakuambia wewe kama nani. Kwa hiyo kama ametuinvite kupitia kwako wewe, nenda wewe mwenyewe. Mambo ya kuja kuniambia hapa mimi sitaki. Kama mtu anataka kuinvite kwa wedding yake, sasa anasema tu, sio mambo ati wewe sije anakutuma wewe ndio kuja kuniambia kama wanafanya wedding. Natusaidia nini hapo? Mpumbavu tu. Ni sawa tu, nitamwambia wewe ulikuwa busy so umetuma apology. Hakuna mambo ya apology. Usitume apology yoyote kwa mtu. Wewe kama ni kwenda unaenda tu, kama ni kula uende ule, ukishamaliza utoke huko urudi. Sio mambo ati wewe sijui nini. Kama unataka kwenda kwa sherehe unaenda. Na usinichanganye unapoendelea hivyo, mimi nitakwambia hata usiende basi. Sio mambo ati apology, unaenda kutaka kumwambia apology ya nini? Hakuna apology. Wewe ndio utaenda peke yako, mimi siendi, na hakuna apology. Ni sawa basi. Nilikuwa nataka kukwambia nimekutana leo na Uncle Wino na ameniambia sasa hivi nimekuwa grown up, nimekuwa sasa hivi mkubwa, nafaa kukuwa na watoto, alafu nafaa kuolewa pia. Namwambia Uncle, nitadiscuss na Kasoro. Sasa nimeona sasa hivi nikuambie. Uncle Wino. Yaani kwa watu wote Uncle Wino. Wino ndio unamsikia? Achieni. Hauna watu wa kuwasikia? Ukule nyumbani kwenu kote hakuna mtu ambaye unaweza kaa chini na yeye muanze kudiscuss mambo ambayo ni ya muhimu. Uncle Wino anakuadvise aje masuala ya ndoa. Tayari yeye mwenyewe hata girlfriend hana. Yeye mwenyewe hata ajui nini ya kutunza, hata demu ajui. Anko yako sinamjua. Anko yako watu napiga naye story pale kwenye uwanja. Lakini Kasoro, mimi nataka kuolewa. Kama Uncle Wino anakuambia anataka kuolewa, yeye mwenyewe hana demu, hana girlfriend, hata kumweka msichana kwa nyumba ameshindwa. Anakuadvise aje mambo ya kuolewa. Lakini si unajua wake alikufa. Sawa, lakini tangu hizo siku mwenyewe hajaipata mtu mwingine ambaye anaweza kumweka nyumbani. Sasa mtu kama huyo anakupa aje advice? Uncle Wino anajua nini kuhusu ndoa? Yule jamaa wewe tunakutana naye kule kwenye kiwanja, tunakaa naye kule tunapiga story. Asubuhi hadi jioni hajafanya chochote. Akipita demu anaogopa. Wewe ndio mtu ambaye anasema ati anakuadvise kuhusu ndoa. Lakini mimi nataka kuolewa. Wewe unataka kuolewa ama mimi ndio nataka kuoa? Kama mimi ndio nataka kuoa ndio naoa, sio wewe. Kama unataka kuolewa, toka kule nje utafute watu ambao unataka wakuoe. Sio kwamba unakuja hapo unatia masharti yako. Kama unataka kuolewa na uwezi kujioa, mbona unatia pressure mtu ambaye anafaa kuoa ili akuoe? Acheni. Mwanaume ndiye akiwa tayari, yeye ndiye anafanya maamuzi. Ndoa kwanza inaanza na chanzo cha mwanaume, ndiye anasema anataka kuoa, sio wewe. Wewe unaweza kaa kwenu kama unataka, kama utaki unaweza kaa bado kwenu. Mimi kama mwanaume ndio na decide kwamba sasa kwa umri ambao nimefika
kwa uwezo ambao niko nao naweza kuoa. Maana kumweka mwanamke sio rahisi. Na mimi ndio naweza amua. Mimi nakwambia nyamaza, usinijibu nikiongea wewe. Naweza amua tukae na wewe mwezi mmoja nikiangalia tabia zao. Kwa mfano unavyoendelea hivi, naweza amua tu kwamba nikuachanishe hivyo. Sio lazima nikuoe wewe. Wewe unajua ndoa inahitajika nini wewe kwanza? Ndoa inahitajika nini wewe? Umejifunza nini kwa ndio anza kusema tunataka kuolewa hapa? Si wazazi wangu wananiambianga tu ndoa ni kuvumilia, na mimi nimesha kuvumilia. Ndoa ni kuvumilia, sio? Kwa hiyo unaweza kuvumilia ndoa wewe? Unajua kuvumilia? Kama juzi kati nimekupiga tu kofi siku moja umenuna siku mzima. Kofi huwezi kuvumilia. Ndoa ndio utavumilia, na unajua ndoa kuna vipigo kule, watu wanapigwa kwenye ndoa. Kwa mfano usiposikia jambo na kuelekeza kitu fulani utaki kusikia, unakuja kuniletea hapa masihara kama haya ya ujinga, sijui unataka kuolewa. Mimi nakupiga kofi. Nakupiga vibaya, watu unachanganyikiwa. Wewe utavumilia kweli wewe? Haya, tunasema unataka kuvumilia? Haya, nenda chini. Unataka kuvumilia sio? Unaweza kuvumilia. Bana toka hapa, enda lala hapa chini. Kasoro. Kalale bana. Lala. Kasoro. Straight. Vumilia. Kasoro. Lazima shuleni huwa mpigi kwenye makalio. Hapa Kasoro. Usisumbue bana. Ndio kama unaweza kuvumilia. Twende. Kasoro. Twende. Kasoro. Toa mkono, ukiweka mkono unaanza. Twende. Kasoro. Unaweza kuvumilia. Unaweza kuvumilia.